ni dereva wa bajaji kwenye mji huu wa Tunduma. Kele yetu kubwa ambaye inatufanya sisi madereva tumekaa hapa, ya kwanza, wanaosimamia haya malori wanapanga foleni 3 kwenye barabara 4 kwa hiyo foleni ya kwanza, barabara ya kwanza, ya pili na ya tatu, kitu ambacho kinasababisha watumiaji wengine wa barabara wanashinda kuitumia, si madereva bajaji tu, na watumiaji wengine wa magari mengine tunashinda kuitumia barabara kwa sababu. Hilo la kwanza. La pili, wanatufahamu haturuhusiwi sisi kufanya kazi kwenye hii barabara ili hali tunalipa mapato kila aina. Sasa mimi kama dereva wa bajaji nafikiri nitakuwa mtu wa mwisho sana kuamini kwamba matoroli ndio yana haki kupita hapa, alafu sisi madereva wa bajaji hatuna haki ya kupita hapa, ili hali tunalipa kodi zote za kiserikali. Iko hivyo. Hilo la pili. La tatu, wanatupa amri wao kama jeshi la polisi kwamba bajaji hairuhusiwi kupita hapa wala kushusha abiria. Kwa hiyo mambo yetu tumechoka, tunataka serikali itoe tamko dini watupate nafasi ya kupita vizuri. Tumezuia kupita barabara, kwa nini hatutaki hicho? Na malori yanapanga foleni 3, tunashindwa na kupita kwa serikali sema inaanzisha jambo. Wakati sisi chanzo cha jambo tuliambiwa kwamba tukitoka barabara mwaka kuelekea Kilimanjaro kwamba abiria tusishushe mazingira kuanzia Kisimani mpaka na Roundabout. Hilo tulitii na likawa sawa. Lakini pia wamekuja kutuambia kwamba hatutakiwi kupita hii barabara kuu kuelekea huko. Sasa hatujaelewa shida ni nini, tunataka tuelewe kwa sababu hii barabara ndio ina abiria, vituo vingi viko hapa. Sasa wakisema tupite mashine za mpunga kidogo kwetu inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tuko hapa tunataka tupate suluhu ya kupita barabara hii, pia tupate haki kama haki zingine, maana tunanyanyasika, tuelewe shida ni nini. Kama madereva malori wanatuwekea foleni 3, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, wa mikokoteni imekuwa ni gumzo sana katika barabara hii hapa. Kitu cha tatu, polisi wanatuzonga muno. Wanatuambia tupite njia ya soko la jioni, umeelewa? Kitu cha 4, checkpoint zimezidi. Kitu cha msingi sana, checkpoint zimezidi. Kwa sana la msingi ambalo tumekaa hapa tunataka, kuna baadhi ya madereva wenzetu wamekamatwa wako polisi tangu jana wamelala ndani. Kitu kingine cha msingi zaidi, kuna bajaji zao zimekaa mule ndani. Wakati huo mtu ameshuka hii njia kuanzia Kisimani mpaka Roundabout. Umeona? Kuanzia Kisimani mpaka Roundabout. Lakini kitu cha msingi ni kwamba tunachohitaji na umoja huu wote, tunataka foleni 3 ziachwe. Sisi bajaji hatuna foleni kubwa sana ya kufanya. Hatuna foleni kubwa sana ya kufanya sisi tukatengeneza jamu. Kikubwa zaidi foleni moja ya malori kaweka line moja, jamu hautakuja kuiona. Lakini wanatupa amri. Tumeamua kufunga barabara, lengo letu tupate haki. Sisi ni madereva, tuna familia, tuna maisha mengine, tunahitaji maisha mengine. Mnataka nini sasa kwa tunataka tupite kutoka kule juu mpaka Roundabout kama ilivyo kawaida. Jambo limeniumiza sana. Limeniumiza, tuna siku 3. Siku ya kwanza tuligoma, tuliongea na DPO tuondoke. Akatuelekeza jinsi ya kupita vikombo tukaacha. Siku ya pili amekuja RTO, amekuja hapa jana. Hajatuambia chochote kile. Amefika hapa bila kutuuliza wananchi tuna shida gani. Amefika hapa amesema toeni bajaji, anawaambia maaskari toeni bajaji pekani polisi. Hii jambo limetuumiza. Hii leo ni siku ya 3. Kama tumeongea na RTO, tumeongea wamebaki wa malori. Tunataka tuongee na mkuu wa mkoa ndio top ya mwisho. Kama tukishindwa, mwaka jana tumeongea na mkuu wa mkoa, mbona kimeeleweka? Tunataka tuwe na haki tupite barabara kuu kwa sababu tunalipa mapato halmashauri. Tuzuia mikokoteni, malori wanapanga foleni 3 kutoka huku. Tunabaki na magari ya halmashauri mji ndani na sisi bajaji tunatingwa. Hatutaki!
mnapata? Iko hivi, tutaendelea na hii njia mpaka tutakapomaliza mazungumzo na nani? Kuanzia sasa kila mmoja aingie kwenye bajaji yake, kuanza kupandisha na kuteremka. Unasikia? Nawapa muda mfupi, mwenyekiti, nawapa dakika. Miongoni mwa vitu alivyoniahidi ni pamoja na kutoa checkpoint. Miongoni mwa vitu alivyoniahidi tunaenda kuzungumza. Miongoni mwa vitu alivyoniahidi ni kupunguza checkpoint. Ameahidi tena kuitisha mkutano mkuu wote tutoe kero zetu zote. Anataka kuchukua bajaji yake aendelee na safari, achukue. Hayupo.
wazuri wanakataa. Mabomu yametukolea mpaka sio vizuri. Yametukolea.